hakuna mwingine. Majira yamefika, waliosema hauna Mungu wakili kwa vinywa vyao waseme unaye Mungu, waseme unaye Mungu asiyeshindwa, waseme unaye Baba asiyeshindwa, waseme unaye Baba anayemiliki na kutawala, waseme Mungu wako hazuiliwi, waseme Mungu wako hashindwi, waseme Mungu wako yeye ni moto ulao katika jina la Yesu. Mungu amenituma kwako jioni ya leo, anasema hilo zuio waliloliweka kwa sababu ya miungu inayomiliki na kutawala, kwa sababu ya miungu iliyokaa mahali yako, Bwana anakwenda kuiondoa katika jina la Yesu. Tutatamka neno, yeye atatenda. Tutasema neno, yeye atathibitisha. Tutasema neno, yeye atatenda. Na hiyo miungu iliyozuia dhahabu, hiyo miungu iliyozuia uchumi, hiyo miungu iliyozuia usitende, leo itakuachia. Utaenda katika jina la Yesu. Mambo yako yatafunguka, biashara zitafunguka, neema itafunuliwa, huduma itachangua, watoto watasoma, kila kitu kitaenda. Kwa nini? Hiyo miungu imevunjika vipande vipande. Mungu wetu ni yeye yule jana, leo na hata milele. Alipiga Farao na miungu yake, alipiga Wafilisti na Dagoni, alipiga Yeriko na miungu ya kwao, alipiga miungu ya kwao, ilinyamaza kimya. Muda umefika, yeye ajulikane katika jina la Yesu. Muda umefika, yeye atambulikane ya kwamba hakuna Mungu mwingine anayestahili kuabudiwa ila Mungu aliyetukomboa kwa damu ya thamani katika jina la Yesu. Utamiliki katika jina la Yesu. Wanataka hawataki, utamiliki katika jina la Yesu Kristo. Maana vita sio ya kwetu, vita ni ya Bwana. Vita sio ya kwetu, vita ni ya Bwana. Na kwa kuwa vita ni ya Bwana, ni saa ya miungu yenyewe kupigana, ya kwamba kila Mungu ajitambulishe ya kwamba hawa ni wa kwangu. Kati ya waliona Bwana na waliona wa Shetani, Mungu apembue, ijulikane katika jina la Yesu. Ninakuombea Mungu wako ajulikane. Ninakuombea Baba huyu tunayemtumikia, Mungu wetu ajulikane kwenye maisha yako. Watu wamuone kazini kwako, watu wamuone kwenye biashara, watu wamuone kwenye ndoa, watu wamuone kila mahali unakwenda, wamuone Mungu liye naye. Wakili kwa vinywa vyao waseme Mungu liye naye, sio wa kawaida katika jina la Yesu. Sema amen. Sema amina kubwa hapo. Tumebeba Mungu asiye wa kawaida. Sema amina. Lazima ijulikane kwa sababu mafanikio yanategemea Mungu. Sasa imefika hatua watu wanamuona Mungu kana kwamba anachelewa, na wengine wanaenda kuabudu sanamu, wengine wanaenda kwa miungu isiyojulikana, wanatoa na sadaka kule. Saa imefika ijulikane katika jina la Yesu. Tunatamka kwenye ulimwengu wa roho, kila zuio waliloweka wakaweka kwa miungu ya kwao ili biashara yangu idoroe, ya kwao iende, unaondoa hiyo zuio, unapenya katika jina la Yesu. Wakienda kutazama kwenye ulimwengu wa roho, wanaambiwa huyo ashikiki katika jina la Yesu. Wakiangalia kwenye ulimwengu wa roho, wanaambiwa huyo atabatiki katika jina la Yesu. Wakiangalia kwenye ulimwengu wa roho, hawakuoni wewe, wanamuona Kristo katika jina la Yesu. Wanamuona Kristo ndani mwako, wanaiona sura ya Kristo ndani mwako. Wanasema huyu ni mchawi kupita kawaida, kwa sababu kawaida ya ulimwengu wa giza ukiwashinda wao wanasema wewe ni mchawi. Yaani mchawi ukimpiga, mchawi akikushindwa, ukimtandika kwenye ulimwengu wa roho, ukimpiga kwenye ulimwengu wa roho, asubuhi anaamka anasema yule ni mchawi sana. Usiogope kuitwa mchawi katika jina la Yesu. Ukiona wanaanza kutamka hayo, ujue miungu yao imepigwa na zuio limeondoka katika jina la Yesu. Ujue zuio waliloweka limeondoka, sababu hata Yesu alipowashinda walimwita mkuu wa mapepo. Sema amen. Sasa wewe hujawahi kuloga, hujawahi kuruka na ungo, hujui hata kuvaa hizo kaniki, hujui hata kujifunga hivyo vitambaa vyekundu. Wewe unajua kuvaa suti, uchawi umetoa wapi? Wamepigwa kwenye ulimwengu wa roho, wakienda kwa Mungu wao
Nawaambia huyo ni zaidi yenu. Hiyo neema iwe kwako katika jina la Yesu. Bwana achilie upako juu yako. Bwana achilie hiyo neema juu yako. Yeyote anayeshindana na wewe akutane na Bwana katika jina la Yesu. Waliozoea kukuroga wakutane na Bwana katika jina la Yesu Kristo, ili ijulikane ya kwamba hakwenda msalabani bure. Alienda msalabani ili tumiliki na kutawala. Alienda msalabani ili tuwe wamiliki katika jina la Yesu, ili kazi za giza zianguke, yeye ainuliwe. Haujaelewa kile nasema? Maandiko yanasema Yesu Kristo alidhihirishwa ili azivunje kazi za ibilisi, ili azivunje kazi za giza. Na mimi natamka kila kazi ya giza iliyosimama kwenye ulimwengu wa roho ili kukuletea zuio, leo ianguke katika jina la Yesu. Idondoke katika jina la Yesu. Iporomoke katika jina la Yesu. Ukainuke na kuangaza, ukainuke na kumiliki, maana miungu iliyokuzuia haiko tena. Farao alipopigwa na miungu yake aliwaondoa wana wa Israeli, na maandiko yanasema hawakuondoka mikono mitupu. Waliondoka na mali, waliondoka na fedha, waliondoka na utajiri, na Biblia inasema Bwana aliwapa kibali, kila walichoomba walipewa. Mungu akupe kibali kakora katika jina la Yesu. Anapopiga hiyo miungu, anaposamulia hiyo miungu, Mungu akupe kibali. Ukienda kununua ardhi, wakupe kwa bei ya kawaida katika jina la Yesu. Sema amina kubwa. Yaani unajua Mungu ni wa ajabu. Ukishapiga miungu yao hawana sauti tena. Ukishashughulika na miungu inayowapa nguvu Baba, haina sauti tena. Wao wenyewe wanakuwa pole. Walipopigwa, Biblia inasema akapiga wazaliwa wa kwanza, akapiga na miungu, hukumu ikafanyika. Kesho yake Farao anamwambia nendeni. Wakasema hatutoki hivi na hivi. Biblia inasema Bwana akawapa kibali, akamwambia nendeni kila mtu kwa jirani yake, ukaombe chochote unachotaka, chochote. Kwa hiyo wakatoka wana wa Israeli, hodi, naomba unipe dhahabu gramu 200. Haina shida, beba uende. Naomba unipe bata, wakapewa. Naomba unipe ng'ombe, wakapewa. Alafu wakamwambia tunaondoka. Wakasema nendeni tu, wala hatuhitaji mrudishe dini. Bwana ameachilia kibali. Kwa nini? Miungu yao imepigwa. Ukishughulika na miungu, zuio litaondoka, na mahali hapo Mungu atakupa kibali katika jina la Yesu. Walivyokunyima na kukuambia utavipata bure katika jina la Yesu. Utavipata kwa namna ambayo hukutegemea. Bwana Yesu asifiwe. Utavipata kwa namna ambayo hukutegemea. Wewe umelipenda eneo pale, tamka Mungu, ili eneo nalimiliki. Hili ni la kwangu katika jina la Yesu. Hili ni la kwangu. Unamfuata na mwenyewe, unauzaje? Anakuambia siuzi. Unamwambia ukitaka kuuza utanitafuta. Unaondoka. Unaenda kupiga miungu inayozuia nisimiliki. Piga. Sijui ni la ukoo, vunja, angamiza. Ukoo wenyewe utaitana kikao. Sasa jamani, tuuze mali. Mmoja ananyanyua mkono. Kuna mtu alikuja kuulizia juzi. Halo, unashanga. Sasa lile eneo bwana tumekaa, tumeona tukuuzie. Unasema shinda. Hao mnaona nitakuja. Baba washushe katika jina la Yesu. Waliotaja sina, mimi ndio mmiliki hapa, na bei napanga mwenyewe katika jina la Yesu. Sema amen. Sasa wewe Mungu unaye, mamlaka unaye. Wao unajua wenyeji, nilikwambia jana, wana taarifa zako hata wewe kabla hujawaambia. Kwa hiyo unapoenda kununua, wanajua kabisa aliyenunua atatusumbua. Ndio maana kuna nyumba za kupanga, ukienda kupanga wanakuuliza ni umeokoka. Zingine kama umeokoka upangishwe. Sijui, ila mambo haya yapo, sisi tumeyaona. Sisi ameokoka atupangishwe. Wanasingiziaga ataleta kelele. Sio kelele. Wewe kama mziki unapigwa hapo usiku kucha uone kelele, maombi ndio kelele. Maana una shida wewe. Wakati kuna watu wanashangilia maombi yakiwepo. Kuna eneo mimi nilikuwa naishi, palikuwa hapana amani, lakini tulipoingia pale, tumekaa mwezi wa kwanza, wa pili, wa tatu, wa nne,
Jirani mmoja akatufuata akasema, mtumishi, kumbe wewe ni mtumishi? Nikamwambia ndio, maana wananitaga mchungaji mtaani. Mchungaji. Akasema, aisee, tangu umekuja hapa tunaona amani. Yaani kulikuwa na mauzauza, kulikuwa na mamijusi, lakini tangu umehamia hapa tunaona amani. Kwa hiyo wewe endelea na maombi. Na hapo nilikuwa spiki yale ya fujo. Halo? Maana kumbuka wakati ndio tumeokoka, so unajua kuna yale maombi ukiokoka yale, ukiomba polepole unaona kama Mungu akusikii. Na ni lazima, yani kuna muda utakiwi kuomba polepole, yani kuna muda unatakiwa uliwashe, hata kama walikuwa hawajui unaombaga, sio wajui unaomba. Sema amen. Nilikuwaga nikikiwasha mimi nakiwasha. Kumbuka nimeokoka pale nikakutana na kitabu cha Gwajima kinaitwa Maombi ya Kushindana. Anasema unaanza saa 6 pale mpaka saa 8. Sasa na mimi ndio niko kwenye moto wa kuvunja madhabahu. Kwa hiyo ikifika saa 6 ninaamka, naingia sebleni pale, katika jina la Yesu navunja kila madhabahu ya ukoo, na pasua. Yani mtaa mzima unasikia. Hapa naomba polepole. Ewa, yani ukitona, Baba katika jina la Yesu Kristo ninavunja kila madhabahu. Sasa mzee kipindi hicho alikuwa hajaokoka, unamwona tu anapita pale, anapita. Unasema mzee ina maana anaenda kila saa 1 au vipi? Kumbe kero ya maombi. Na yeye alikuwa na vifungo. Unajua ukiwa na pepo maombi ni kero sana. Naona ukiona mtu anakataa maombi, mchunguze mara 2. Mmenikasirikia. Mchunguze mara 2. Ukikaa vizuri utafurumua Mungu. Kwa hiyo tulikuwa tunapayuka. Sasa hapo nilivyohamia nikawa naomba kawaida tu, nawasha karedio kangu kanapiga worship pale, naanza tu rekata bashata, napiga maombi, natangaza kumiliki lile eneo, nalitamkia, nasema huu mtaa uwe na amani, nakataa vifo visivyo vya mpango wa Mungu, nakataa misiba, amani tawale Bwana. Baada ya muda napokea shuhuda, mtu ananifuata ananiambia, mtumishi, kwa kweli tunashukuru Mungu, tangu umekuja hapa amani ipo Bwana, na usingizi tunalala. Sasa we maombi yanakuja unakataa eti ulali. Una matatizo. Halo? Kuna rafiki yangu mmoja alienda Karagwe kule, akafungua kanisa, akaweka on speaker juu. Kila siku jioni yuko pale, rekata na chinja wachawi. Yeye ana ugomvi na wachawi. Akichinja alitufundisha maombi ya imani. Wakati sisi ndo tunakuwa, alitufundishaga yale maombi ya imani. Yeye akiingia maombi ya vita, silaha zote anakamata. Ataweka upanga hapo. Anasema leo ni siku ya kuchinja. Imeandikwa, wale adui zangu wasiotaka ni watawale, mwalete mbele yangu ni wachinje. Anashika panga, anaanza kwa jina la Yesu, nakata, nachinja, nakata. Jasho limetoka mpaka panaloa pale, masaa 2 matatu anachinja. Anapata ufunuo. Siku ya pili anaingia na shoka, anasoma andiko. Maandiko yanasema shoka limeshawekwa wapi? Shinani. Kwa ajili ya kufanya nini? Ya kukata. Leo tunakata. Anabeba shoka. Sikio tumeingia pale, tukasema mashine ya wapi? Haya mambo mageni ya. Lakini alitujenga kiimani. Bwana Yesu asifiwe. Sasa akafunga zile on speaker pale, akawa anapiga maombi, wakamuinukia sasa. Kelele. Akasema hivi, mkitaka nishushe on speaker, kaondoeni za misikitini zote. Mkiziondoa hizo, na mimi nitafanya nini? Tashusha. Akaja akasafiri bwana, akawa na ziara kama wiki 3 hivi. Sasa hakuna anayeendeleza ule mziki. Siku amerudi tu, mchungaji ulienda wapi? Sema nilikuwa kwenye huduma huko. Aisee bwana, yani ulipoacha maombi wakaanza kutuniga tena. Endeleza baba. Bwana Yesu asifiwe. Umewekwa kumiliki na kutawala katika jina la Yesu.
Hiyo miungu lazima ikimbie katika jina la Yesu. Sema amen. Simama kwa miguu yako pale. Nataka twende mbele za Bwana.